Mtume akafunuliwa na lile kiza, akatoka akafuta ule mstari aliokuwa amewawekea, alafu akawaambia raaitukum, mimi nilikuoneni, annakum kuntum turiduna an tatakaddamu fi hadhihi alkhatwa, nilikuoneni kwamba nyinyi mlitaka kutoka kwenye huu mstari, fi hadhihi alkhatwa, kwenye huu mstari nilokupigieni. Wallahi nakuapieni, lau kharaja ahadukum fi hadhihi alkhati, laiti angetoka mmoja wenu kwenye huu mstari, la kutila, angekufa. Wakamuuliza bima ya Rasulullah, kwa nini tufe ya Rasulullah, tutoke yani kutoka tu kwenye mstari tukafa? Akasema mimi nilikuwa nimekwenda kusuluhisha ugomvi wa makabila mawili ya majini. Ukoo mmoja ulikuwa umefanya dhambi ya kuua mtoto wa jini wa ukoo mwingine, kwa vita zilikuwa zinapiganwa. Allah subhanahu wa ta'ala akaniagiza nende nikasuluhishe ule mzozo na ile vita. Ndio maana ninyi mlikuwa mkisikia kelele, vurugu ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo laiti mngejitokeza, ni pale nilikuzungushieni ile duara, maana yake nilikuficheni katika macho yao msionekane. Mtume alitumia dua gani? Alisema nini? Lazima watu wawatafute mashekhe, hasa kipindi hichi ambacho Sheikh Sharif amekuja. Lazima watu waende wakaitafute hiyo dua, muhimu sana, ili wewe ujikinge kutokana na mahasid, ulinde kutokana na watu wabaya, kinga yako iwe kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwekea kinga sahaba. Sasa wewe usije ukaambiwa kwamba kujikinga ni dhambi. Kama Mtume aliwakinga maswahaba na anajua Mungu yupo, lakini kwa nini aliwakinga? Alitumia hiyo hiyo dua ya kumwomba Mungu kwamba awakinge sahaba zake kwa kinga maalumu. Na wewe lazima uende ukatafute kinga maalumu kutoka kwa Allah. Kila mmoja ana kinga maalumu kutoka kwa Allah, lakini unaipata vipi? Unaipata wapi? Lazima ukaitafute kwa mashekhe. Kwa hivyo ndugu zangu katika iman, maelezo kunako tiba katika Uislamu ni mengi. Imeshatoka hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikisema tadawu ibadallah, jitafutieni tiba, jitibuni. Maana yake msizembee, bwana mimi Mungu ndo kaniletea ugonjwa ndio atakayenitibu. Wewe utakufa,